Baada ya kuangalia kamera za usalama, ilibainika kuwa mfanyakazi mwingine ndiye aliyeiba zile fedha. Yule mama mwenye lile duka alimuomba Judy msamaha na kumpongeza kwa uaminifu wake mkubwa zaidi. Alimwambia kwamba, mwanangu, mtaji mkubwa kwenye maisha si pesa. Kuanzia siku hiyo yule mama alimheshimu Judy na kumpa kila kitu alichokuwa akihitaji. Judy aliheshimiwa zaidi na kila mtu pale sokoni. Lakini ndoto yake haikuwa kuajiriwa maisha yake yote. Alitamani siku moja na yeye angesimama na kuajiri watu wengine katika biashara zake na maisha yake pia. Baada ya miezi kadhaa, alinunua meza ndogo na kuanza kuuza matunda yake yeye mwenyewe sokoni. Watu walimcheka, walimdhihaki, walimsema vibaya, lakini kamwe hakuwahi kukata tamaa, kwa sababu alijua nini ambacho anakihitaji na ni ana haki ya kuipambania ndoto yake. Lakini Judy alijua kuwa kila biashara kubwa huanza kwa hatua ndogo pia. Usiku mmoja baadaye, ndani ya kiza kinene, ulitokea moto mkubwa na kuathiri vibanda vyote vilivyomo pembeni ya soko hilo. Katika vibanda hivyo vilivyoathiriwa, kikiwemo cha Judy pia. Judy alipokuja kupata hizi taarifa, alipatwa na mshangao, alisisimka kwa hofu, aliogopa, alibaki ameduaa, hakujua nini cha kufanya. Alipokwenda kuangalia, alikuta kila kitu kimeteketea kwa moto. Alibaki hana bidhaa wala fedha yoyote aliyokuwa nayo. Alibaki kuwa mtupu. Alikaa pembeni akilia, alilia kwa uchungu na kujisemea ya kwamba kweli ng'ombe wa maskini hazai. Lakini alikumbuka maneno ya bibi yake, na hayo yalimfanya asikate tamaa kabisa. Bibi yake alikuwa akimwambia kwamba, mjukuu wangu, ukipoteza mali yoyote ile kwenye maisha yako, kamwe usije ukakata tamaa. Mradi bado unapumua, pambana kadri uwezavyo. Kesho yake alirudi tena sokoni na alitafuta njia nyingine mpya kwa ajili ya kuendelea na mambo yake kama kawaida. Je, atafanikiwa katika huo mpambano wake wa pili? Ngoja tuone. Usikose kusikiliza sehemu ya 5.